Hedhi ikirudi baada ya mama kujifungua mapema zaidi huwa nini shida? Ni swali ambalo tutaenda kujibu kupitia video hii, na kama wewe ni mara yako ya kwanza unafuatia video hii, unajua kuna video nyingine 50 ambazo ziko nyuma, lakini kuna video nyingine 49 ambazo zinakuhusu au unapaswa kufuatilia ili kuhakikisha kila maarifa unaopata kila video huwa zinategemeana mpaka video 100. Hii ni series ya video 100 ambazo zote zimetolewa kwa mara moja au ndani ya siku moja, ambao ni tarehe 28 mwezi wa 12, ikiwa ni happy birthday yangu. Kwa hiyo nimetoa zawadi kama ofa kwenu kwa wale wote ambao mnafuata mitandao yangu ya kijamii, mtandao wa TikTok, Facebook, Instagram na YouTube. Lakini lengo ni kutoa maarifa na kuhakikisha jamii inakuwa salama wakati wote. Sasa hedhi inaporudi mapema zaidi kwa mwanamke baada ya kujifungua inasababishwa na nini? Hedhi inaporudi mapema zaidi baada ya mwanamke kujifungua mara nyingi inasababishwa na kukosa nafasi au kuwa na nafasi chache zaidi ya kunyonyesha. Na inaweza kupelekea au inasababishwa na vitu mbalimbali, ikiwemo kama mama atakuwa na maziwa machache, kwa atafanya uamuzi wa kutafuta namna nyingine kumpatia mtoto maziwa, aidha kutafuta maziwa kopo au kuandaa maziwa mengine ya mifugo wanyama, ng'ombe na maziwa mengine. Kwa mama ile nguvu kubwa ambayo alipaswa kuwekeza kwa kunyonyesha mtoto wake atawekeza kule na atapata muda mchache zaidi ya kunyonyesha. Lakini inaweza kusababisha na majukumu ya kazi, mama akapata nafasi ndogo zaidi ya kunyonyesha kutokana na kazi ambazo zinamkabili. Kwa hiyo inawezekana ikawa na sababu kubwa kwa kurudi, na sababu nyingine inawezekana mama akawa hapendi kunyonyesha, akawa anatumia njia ya kukamua na kuhakikisha mtoto wake anapata maziwa. Hii ni sababu nyingine ambayo inaweza kupelekea hedhi yako kurudi mapema zaidi. Kwa hiyo hedhi inaporudi mapema zaidi baada ya kujifungua ndani ya muda mchache, aidha ndani ya wiki 6 ambayo ni sawa na miezi 1 na wiki 2 au miezi 2 au miezi 3 au miezi 4 au miezi 5. Hii yote ni changamoto kubwa ambayo sana kunyonyesha, kwa sababu hichi ni kipindi ambacho mama anatakiwa anyonyeshe mara kwa mara. Usifuatishe muda wa mtoto anapoamka kwamba ndio aweze kunyonyesha, lakini kila wakati, kila mara, usisubiri mpaka mtoto amke. Nyonyesha mara kwa mara, itasaidia hedhi yako kuchelewa kurudi na utakuwa salama kwa watoto. Hata utakapojaribu kushiriki tendo la ndoa utakuwa na amani, kwa sababu mwisho wa siku mama wako amekuwa na hofu ya kuweza kuwahi hedhi yako kurudi au mzunguko kwa hiyo kurudi, afa atajikuta anapata ujauzito mwingine. Kwa sababu gani hedhi inarudi? Kwa sababu kinachoanza kutangulia sio hedhi ya moja kwa moja, ni siku zake za hatari, alafu ndio anafuata luteal phase na kwenda moja kwa moja kwenye hedhi. Kwa hiyo mama wangu amekuwa na hofu kama anaweza kupata ujauzito ndani ya kipindi cha kunyonyesha, ambacho kitampelekea mtoto kuweza kumisi maziwa au kiwango cha homoni ya prolactin itashuka na homoni zile za mimba zitajaa, na mwanamke ataendelea na maisha yake mengine ya kulea mimba badala ya kudili na mtoto wake, kwa sababu maziwa yatakuwa ni machache. Mtoto atakosa upendo wa mama au atapata upendo wa mama kwa kiwango kidogo na kumpelekea kukua kwa shida au kukua katika mazingira magumu. Ni kitu ambacho ni hatari na kitu ambacho kinaweza kuhatarisha afya ya mama, kwa sababu anakuwa bado hajapona au mwili wake hajaruhusu kupona kutokana na faida za kunyonyesha, lakini mtoto pia anakuwa katika mazingira magumu, afya yake itakuwa dhaifu, atapata utapiamlo na matatizo mengi ambayo yanahusiana na faida zinazotokana na kunyonyesha kwa mama kwenda kwa mtoto. Asanteni, mpaka wakati mwingine. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya. Ikiwa darasa la 51 tutaenda darasa la 52.